Mathayo 17 mstari wa 21. Mathayo ama book of Matthew 17 mstari wa 21. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mambo mengine haiwezekani bali ni kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua maombi huwa inabadilisha anga ya kiroho. Maombi huwa inabadilisha anga ya kiroho. Prayer shifts spiritual atmosphere. Kwa hivyo wakati unapoomba unaibadilisha anga ya roho. Unaibadilisha anga ya roho kwa sababu ya maombi. Kwa hivyo kama unataka kumuona Mungu mwaka huu, kama unataka Mungu aingilie juu ya yale ambayo umepanga mwaka huu, kuwa mtu wa kufunga na kuomba. Sasa shida ya wanadamu wa leo na Wakristo wa leo ni Wakristo bila maombi. Mimi nashangaa na Wakristo wa siku hizi hawaombi. Unataka financial breakthrough, hauombi. Sasa itafanyikaje? Si nimekuambia hii ni mambo breakthrough. Wacha nikurudilie tena, breakthrough ni nini? Breakthrough ni Mungu anaingilia kati, anafanya kwa njia ambayo haiwezi kueleweka ama kuelezewa kibinadamu. Mungu anaingilia kati kwa njia ambayo sio ya kawaida. Anaweka njia mahali pasipokuwa na njia. Yaani unamwaminia Mungu mambo kama hayo na ufungi, hauombi. Ninakusihi mwaka huu kuwa mtu wa kufunga na kuomba. Na sio ile staili ya shakahora, sio staili ya shakahora. Bwana Yesu asifiwe. Sio staili ya shakahora. Sisi ni watu ambao tuko na hekima. Unafunga kama siku moja 24 hours. Unasema hii siku moja ni mimi na Mungu, nitafuta uso wa Bwana. Ndio Mungu aweze kuingilia kati. Ndio Mungu aweze kukuondolea vikwazo na vizuizi. Mambo mengine haitawezekana bali ni kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kurudilia tena, kwa sababu ya maombi. Kupitia maombi unabadilisha atmosphere ya kiroho. Unabadilisha anga ya kiroho kwa sababu ya maombi. Kwa hivyo kama unataka ushindi, kuwa mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, jambo la tatu, kama unataka kumuona Mungu mwaka huu, uwe mtu wa kutii neno la Mungu na kufanya vile ameagiza, kama kufanya maagizo yake. Kutii neno la Mungu na maagizo yake. Kutii neno la Mungu na maagizo yake. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22. Kutii ni kufanya sawasawa na neno la Mungu. Kutii. Na ndio maana Mungu anasema anapendezwa na kutii kuliko kutoa dhabihu. Kutii. Mungu anapendezwa na kutii hata kuliko kutoa dhabihu. Na ndio maana Mungu alipitana na Sauli. Wasomo wa Biblia naelewa Sauli ndiye alikuwa mfalme wa kwanza katika nchi ya Israeli. Kwa sababu ya kukosa kutii Mungu, alinyang'anywa ufalme. Hakuna dhambi nyingine Sauli alifanya. Alikosa tu kutii maagizo ya Mungu, naye Mungu akamnyang'anya ufalme. Hiyo peke yake ndio ilifanya akapoteza ufalme. Kwa hivyo Mungu anapendezwa na kutii hata kuliko kutoa dhabihu. Hii mwaka kama unataka Mungu akushindanie, kuwa mtu wa kutii neno la Mungu na kufanya maagizo yake vile anavyokuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna baraka zingine zimefunganishwa na hiyo kutii. Kuna baraka zingine zimefunganishwa na hiyo kutii. Mfano mzuri ninapomalizia. Injili ya Yohana 9. Ukipenda unaweza ukaanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Unaweza ukaanza mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 12. Huyu ni ndugu alikuwa amezaliwa akiwa kipofu. Tangu kuzaliwa kwake alikuwa kipofu. Mpaka wanafunzi walitaka kujua, je, ni makosa huyu mtoto alizaliwa akiwa kipofu ama ni makosa ya wazazi wake? Ndio Yesu akawaambia, huyu mtoto hakuna mahali alikuwa amekosea, wala wazazi wake hawakuwa wamekosea, ila alizaliwa hivyo ndio utukufu wa Mungu uweze kuonekana. Sikiliza. Yesu alipomaliza kusema hivyo, alitema mate chini. Alipotema mate chini, Yesu akatengeneza udongo. Ile udongo akampaka ule kipofu kwa macho. Akamwambia, tembea. Utakuta kuna kisima inaitwa Siloamu. Enda unawe, macho yako itafunguka. Yaani kuona kwa ule kipofu kulikuwa kumefunganishwa na ile kutii.
Alihitajika tu achukue hatua, afanye vile ameagizwa, macho yake niweze kufunguka. Unaona mkono kama naongea na mtu mchana leo. Kwa hivyo kuna baraka zingine zimefunganishwa na hiyo kutii. Ndio maana Mungu anasema heri kutii kuliko kutoa dhabihu. Hii mwaka kama unataka kumuona Mungu, kuwa mtu wa kutii neno lake na kufanya sawa na maagizo yake vile anavyokuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyo kipofu kuona kwake ilikuwa imefunganishwa na hiyo kutii peke yake. Maana sio kwamba Yesu alishindwa kumfungua macho hapo kwa hapo. Yesu alikuwa ni uwezo, kwani wengine si waliwaponya? Kwani kipofu Bartimayo, Yesu anamwambia pata kuona, macho yake inafunguka. Lakini bwana huyu anampaka udongo. Huyu Yesu anatema mate, anatengeneza udongo, anampaka kwa macho. Anamwambia tembea, ufike kwenye kile kisima, ukinawa uso, macho yake itafunguka. Yaani kuona kwake ule kipofu ilikuwa imefunganishwa na ile kutii. Kama hangetii angebakia kuwa kipofu. Hii mwaka kama unataka kumuona Mungu, kama unataka Mungu akuinulie kiwango, kama unataka yale yote ambayo umekusudia yafanikiwe, kuwa mtu wa kutii. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione mkono kama naongea na wewe. Ndio mkono wa kushoto sema asante Yesu. Ndio mkono mwingine sema asante Bwana. Halafu ya mwisho kabisa chukua hatua. Kitabu cha James ama Yakobo 2 mstari wa 17. Imani bila matendo imekufa. Kwa hivyo bali na kwamba tunatangaza this is our year of supernatural breakthrough. Bali na hayo ya kwamba huu ni mwaka wetu wa kupata upenyo usiokuwa wa kawaida. Lakini bali na hayo yote lazima uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uchukue hatua. Maana Mungu alisema kwamba atabariki kazi ya mikono yako. Sasa usipofanya kazi kwa mikono, Mungu atabariki nini? Ndio Mungu aweze kuingilia kati, lazima uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na sitatoka kukupea hii mfano. Hii ni mfano napenda sana. Maana ni mfano ambao huwa inafungua wengi macho. Kuhusu wale wenye ukoma wa nne. Hicho ni kitabu cha Wafalme wa Pili. Second Kings, Wafalme wa Pili 7. Ukianza mstari wa 3. Wale wenye ukoma wa nne walikuwa wanakaa kwenye lango la mji. Kulitokea njaa Samaria. Wakasemezana. Wakasema tukikaa hapa tutakufa njaa. Tukiingia mjini vile vile kuna njaa. Sasa tufanye nini? Hatuwezi kaa hapa tukufe kama wajinga. We must do something. Hatutakaa hapa tungojee tukufe kama wajinga. Lazima tufanye kitu. Hata kama ni kurisk maisha yetu. Wacha tuendee jeshi la Washami. Kama tatuua, si tutakufa tu, hata tukikaa hapa bado tutakufa tu. Twende, kama watatuua sawa, well and good. Kama watatuhifadhi sawa. Lakini hatuwezi kaa hapa, lazima tufanye kitu. Wacha nikwambie mpendwa, kama unataka Mungu akuonekanie mwaka huu, lazima ufanye kitu. Usikae hapo ukisema unamngojea Yesu. Yesu ndiye anakungojea uchukue hatua ya imani. Yesu ndiye anakungojea uchukue angalau hata kama ni hatua ndogo. Hizo zingine anazidisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema hatuwezi kaa tu hapa hivi, tufanye kitu. Walipochukua hatua imani, wanaendea jeshi la Washami. Biblia inasema Mungu alishidisha nyayo zao. Can you imagine wenye ukoma wa nne? 4 lepers. Wenye ukoma wa nne. Mungu alishidisha nyayo zao mpaka Washami wakasikia kishindo, wakafikiria ni jeshi kubwa inaenda kupigana na wao. Laiti wangejua ni wenye ukoma wa nne. Kumbe Mungu anakungojea tu chukua hatua, japo kwa ya imani, japo kuwa ndogo, alafu Mungu aishindishe. Inakuwa mlipuko ya baraka juu ya maisha yako. Hii mwaka tafuta kitu ya kufanya mpendo. Ndio Mungu anakungojea chukua hatua yote. Mungu ataishindisha. Itakuwa mlipuko wa baraka juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uweze kufikia malengo yako, ndio uweze kufikia matamanio ya moyo wako, lazima ufanye kitu. Chukua hatua imani, japo kuwa ndogo, hiyo ingine Mungu ataishibisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila hatua utakayochukua mwaka huu Mungu akaishibishe kwa jina la Yesu. Yale yote umekusudia kuyafanya, Mungu akuondolee vikwazo na vizuizi, akupatie breakthrough kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili. Sifa zote